kujitunza kuna raha. Mabinti kuolewa au kuoa na vijana sio umri ukienda, ni wakati wa Bwana ukifika. Siwe na haraka. Utajiri wa kwanza duniani ni mahusiano mazuri na Mungu. Wanandoa wenye mahusiano mazuri na Mungu hawawazi neno talaka. Wanandoa wenye mahusiano mazuri na Mungu hawapekuani kwenye simu zao, wanapekuana kwenye maombi. Wanandoa wenye mahusiano mazuri na Mungu, kamati ya maandalizi inaendelea kualikwa hata kwa ajili ya jubilei, sio kusikia migogoro ya ndoa. Utajiri wa pili duniani ni afya. Afya njema huja na ndoa yenye utulivu. Umepewa kupenda, umepewa kutii. Mwanaume mwenye akili hamfokei mke wake. Mwanaume mwenye akili hampigi mke wake, anapigana kutafuta ufalme wa mbinguni. Mwanaume mwenye Mungu moyoni, daima humcha Mungu. Mwanaume mwenye keshi mfukoni, ndoa ina utulivu. Kwenye ndoa hatuli muujiza, tunakula chakula. Kachape kazi, katafute fedha. Ndoa na umaskini haiendi, ndoa na mafanikio inakwenda. Utajiri wa tatu duniani ni rasilimali watu. Ushirikiano na jamii inayokuzunguka ni utajiri, bila kuchagua aliyenacho na asiyenacho. Ushirikiano na jamii inayokuzunguka ni mpango wa Mungu mwenyewe. Shirikianeni na jamii, msijifungie kama kisiwa, bali muishi kwa upendo, mkishikamana, mkiombeana, mkichukuliana. Ushinde ubaya kwa wema, samehe 7 mara 70, adui yako muombee na umtendee aliyo mema, utafanikiwa. Na mwisho namalizia, utajiri wa mwisho ni mali. Huo ndio wa mwisho. Bibi harusi, heshima ya ndoa mwanangu ni kuchapa kazi. Mama anaweka, baba anaweka, fungu la 10 linatoka, kilichobaki mnawekeza kwa ajili ya kesho, maisha yanaendelea. Chapeni kazi, kumbukeni kumtumikia Mungu. Wakati umeendelea, anarudi kama umeme, na mtakatifu na azidi kuwa mtakatifu. Bwana wajalie watoto wa kiume na wa kike, na operation ni marufuku kwa jina la Bwana.